Alivua koti lake kwa makusudi mbele ya mwanamke huyo ili kupima kama kweli alikuwa na ugonjwa wa akili. Alipomwona mwanamke huyo akichezea tai yake kama mtoto, mkurugenzi mtendaji alipoteza nia ya kumfanyia majaribio, hivyo aligeuka na kuondoka. Mwanamke huyo alishusha pumzi ya afueni kwa siri, kwani ilibainika kuwa mwanamke huyo hakuwa mwenda wazimu hata kidogo, lakini alikuwa amefungiwa na familia yake kwenye kisiwa kilichotengwa cha wagonjwa wa akili kwa miaka 10. Alifikiri hatakuwa huru tena hadi siku hiyo mkurugenzi mtendaji alikuja kwenye kisiwa hicho. Aligundua kuwa mwanamke huyo alionekana sawa kabisa na marehemu dada yake. Hivyo mara moja alimchukua mwanamke huyo na kumrudisha kwenye jumba lake la kifahari na hata kupanga mtu wa kumtunza. Mwanamke huyo hakuelewa kwa nini mkurugenzi mtendaji alikuwa amemchukua, hivyo alilazimika tu kuendelea kujifanya kuwa mwenda wazimu. Wakati mkurugenzi mtendaji alikuwa akioga, mwanamke huyo alipanga kuchukua fursa hiyo kutoroka, lakini alikamatwa na mkurugenzi mtendaji. Mwanaume huyo alimuonya kwamba ikiwa angethubutu kutoroka, angekabiliwa na matokeo mabaya sana. Baadaye mwanamke huyo alijifunza kutoka kwa watumishi kwamba alikuwa tu mbadala wa mtu huyo ambaye alimkumbuka dada yake. Hili lilimfanya azidi kudhamiria kutoroka, hivyo alipomwona yule mwanaume akiondoka nyumbani, mwanamke huyo alichukua fursa hiyo kuweka vidonge vya kulala kwenye glasi ya maji ya mtumishi na kisha kutoroka kwa siri. Alikimbia hadi kwenye soko la usiku na kula nyama ya kuchoma kwa furaha, lakini baadhi ya wahuni walifikiri alikuwa mrembo na wakaja ili kumnyanyasa. Bila kusita, mwanamke huyo alichukua kijiti cha mshikaki ili kujilinda. Wahuni hao walitishiwa mara moja na kukimbia. Na mwanamke, hapo hapo, mkurugenzi mtendaji alitokea ghafla kwenye soko la usiku akiwa na walinzi wake. Mwanamke alishtuka na kuvaa haraka koti la mmiliki wa kibanda ili kujificha. Kisha alijiandaa kuondoka, lakini wasaidizi wa mkurugenzi mtendaji walimchanganya na mmiliki wa kibanda na kumhimiza kuandaa chakula. Mwanamke huyo hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kurudi na kuwachomea nyama. Baada ya kuandaa vyakula hivyo, mwanamke huyo aligeuka ili kuondoka, lakini mkurugenzi mtendaji alimuita ghafla asimame. Wakati huo mwanamke mwenzake alikuwa karibu naye alimshambulia ghafla. Bahati nzuri mkurugenzi mtendaji alichukua hatua haraka na mwanamke aliganda kwa hofu kutokana na tukio hilo la ghafla. Baada ya kumsikia mkurugenzi mtendaji akisema kwamba walikuwa wanarudi kwenye jumba la kifahari, mwanamke ambaye alikuwa ameshuhudia mbinu zake za kitatili aliamua mara moja kurudi. Hapaswi kumwacha mtu huyo agundue kwamba alikuwa ametoroka. Mwanamke alijificha kimya kimya kwenye boneti ya gari la mkurugenzi mtendaji, akipanga kurudi naye, lakini hakuwahi kufikiri kwamba mtu huyo alikuwa tayari amegundua kuwepo wake. Baada ya kurudi nyumbani, mkurugenzi mtendaji alitembea moja kwa moja kwenye chumba cha mwanamke. Alipomwona amelala, mkurugenzi mtendaji alifikiri alikuwa amekosea. Alimfinya nozi yake kukumwamsha. Kisha akamnyanyua mwanamke huyo na kumpeleka chini kula. Kwenye meza ya chakula cha jioni, mwanamke huyo alifanya upumbavu kwa makusudi na kumwaga rawi kila mahali. Hivyo mwanaume alisema alionekana mrembo akiwa hivyo. Alimuuliza mtumishi kama mwanamke huyo alikuwa anachagua chakula, na mtumishi akasema alikuwa mtiifu sana na alikula chochote alichopewa. Lakini yule mwanaume alisema ingekuwa bora kama mwanamke huyo angekuwa anachagua kidogo na kwamba hapaswi kula vitu kama nyama ya kuchoma. Mwanamke alielewa maana iliyofichwa mikati ya maneno yake na aliweza tu kujifanya kuwa mtulivu. Mwanaume alimwendea na kumuonya ikiwa nitakukuta unaiba chakula nje, matokeo yatakuwa mabaya sana. Mwanamke alianza kujihuza kama anapaswa kumweleza kuwa yeye si mwenda wazimu, lakini mwanaume alipokea simu ghafla.